toshelevu kutoka kwako kwa namna ambavyo umeendelea kutuhudumia. Ni saa nyingine ambayo tunaipandia madhabahu yako kwa ajili ya tafakari ya neno. Tunaomba toba na rehema mahali popote ambapo tumekukosea. Damu yako neema itutakase na kutuosha. Achilia ndani yetu tulivu na usikivu na uelewa ili tupate kuelewa kile ambacho umekusudia kusema nasi asubuhi ya leo. Ninapasogeza mahali popote ambapo msikilizaji wetu anatufuatilia, achilia utulivu ndani yake akapate kuelewa na kile ambacho Mungu umekusudia kusema naye kupitia madhabahu hii. Ponya walio wagonjwa, inua nafsi zilizoinama. Tuhudumie kwa viwango vya kimbingu, tukauone mkono wako. Anza nasi na ukimaliza nasi kwa utukufu wa jina la Yesu. Amen. Amen. Tumekuwa na somo letu ambalo limekuwa na kichwa kenye maneno yanayosema jifunze kumtolea Mungu bila kujionea huruma. Na nilikuwa ninaangalia notes zangu, tunakaribia mwisho na ninatamani sana kama leo kipata neema tukahitimisha ili kimpendeza Mungu tunapoanza wiki nyingine, wiki ijayo tuanze na kipande kingine kama Mungu atakuwa ametupa kibali ama vinginevyo. Tulianza kuangalia mifano ya watu waliofanya kitu cha kipekee kwenye sadaka. Nilikutahadharisha mapema nikasema sadaka sio kutoa chochote. Mungu sio wa chochote. Mungu ni wa vitu vya thamani kama yeye alivyo wa thamani. Hiyo ni muhimu sana. Kama yeye alivyo wa thamani, anapokea vitu vya thamani. Sasa thamani zetu zinatofautiana kila mtu sawasawa na uwezo wake. Mjane wa Selepta alikuwa amebakiwa na chakula cha mwisho. Ibrahim alimtoa Isaka, mtoto aliyekuwa mzaliwa wa kwanza. Kwa inategemea ni kwenye kona gani ambayo unamtolea Mungu. Lakini kwa vyovyote, hakikisha unapofika wakati wa kutoa sadaka, jifunze jambo hili. Mungu hapokei chochote. Ni Mungu anayepokea vitu vya thamani kama hadhi na thamani yake ilivyo. Na ndio maana tuliona mfano wa kwanza, mtu anaitwa Abeli. Kwenye Mwanzo 4 mstari wa 4 tuliona namna ambavyo alileta wazaliwa wa kwanza wa wanyama. Anasema wazaliwa wa kwanza, manake hii ni sadaka ya pekee. Hii ni sadaka maalum. Ni sadaka inayotoka kwenye moyo wa mtu anayemaanisha. Nilikwambia ukiona mtu anatoa mzaliwa wake wa kwanza, kwenye mabano mtoto, ama mzaliwa wake wa kwanza mnyama, au mshahara wake wa kwanza, faida yake ya kwanza ya biashara, mazao yake ya kwanza kukomaa shambani, lazima ujue kwamba mtu huyu anampenda Mungu wake. Lakini mtu huyu anamaanisha anachokifanya. Mtu huyu kwake Mungu ni kipaumbele. Mtu huyu anamtegemea Mungu kwa kiwango cha juu, wala sio mali na fedha alizo nazo. Na nikakwambia hiki ni kiwango cha juu sana cha mtu kumpenda Mungu, kwani vitu vya kwanza mara zote vina tabia ya kuushikilia, kupiga kelele ama kuwa na matarajio mengi ndani ya moyo wa mtu. Kwa hiyo mtu anapokitoa kitu hicho ambacho kimemshikilia, kina tabia ya kushikilia moyo, kinapiga kelele, kina tabia ya kukamata moyo wa mtu, anapokitoa sadaka kwa Bwana, maana yake huyu mtu ujue kabisa kwamba anafanya hicho kitu kwa kumaanisha. Nilikuuliza maswali haya. Nikasema maswali ambayo nilikuuliza maswali machache. Nikasema ulipopata mshahara wa kwanza, ulipopata faida yako ya kwanza, ulipopata kitu chochote cha kwanza, ulifanyia nini? Ulikipeleka wapi? Ulishughulika nacho kwa namna gani? Nikakwambia maswali haya ni ishara ya kwamba cha kwanza siku zote sio cha kwetu, ni cha Bwana. Na nikasema swali gumu ambalo watu wengi hujiuliza, nikitoa mshahara, nikitoa faida yangu ya kwanza, nitaishije? Na mimi nilikuuliza swali, kabla ya kupata mshahara ulikuwa unaishije? Hicho ndicho kipande chetu cha siku ya Jumatatu. Sasa niruhusu nikupeleke kwenye cha leo. Kiu yangu ninatamani nikupeleke mahala ambapo tutahitimisha somo letu hili kwa awamu hii ambayo Mungu ametupa. Leo nilitamani tutafakari au tuone kwenye kona hii. Lazima ujue kuwa hatuishi kwa kuvitegemea tulivyo navyo. Narudia hiyo sentensi. Hatuishi kwa kuvitegemea tulivyo navyo, bali tunaishi kwa neema ya Mungu mwenye vyote. Narudia hiyo sentensi. Tunaishi kwa neema ya Mungu mwenye vyote. Na wakati mwingine
unapozuia kutoa vile vichache ambavyo mimi niviseme vichache ambavyo Mungu amekubariki navyo, maana yake unazuia baraka za vingi ambavyo Mungu angeviachilia kwako kama ungeamua kuvitoa vichache ulivyo navyo kwake kama sadaka. Alama ya kuto kuvitegemea vyenyewe na kumtegemea Mungu. Alama ya kuvitoa na kuviachilia kwa Mungu aliyekubariki navyo. Huo ungekuwa ni mlango wa kupokea vingine. Sasa bahati mbaya sana hatufanyi hivyo na tunadhani tunatumia hekima. Wacha mimi nikwambie, hiyo sio hekima, ni mlango ama ni njama za adui kukufungia milango ya baraka. Sasa wacha nikupeleke kwenye hiko na uone. Tuende kwenye kitabu cha Malaki 3 mstari wa 10, mahala ambapo ukifundisha fungu la 10 panatengeneza msingi wa vitu vingi kutoka hapo. Malaki 3 mstari wa 10. Biblia inasemaje? Malaki 3 mstari wa 10 anasema hivi: leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sintawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Nilichotaka ukione, anaanza kwa kusema leta zaka kamili. Wote tunajua zaka ni 10% ya pato lako. Japokuwa huko nako kumekuwa na kelele nyingi kweli. Pato langu ni lipi? Ukishaanza kuona unajiuliza maswali ya zaka yangu ni ipi, ujue tu ni ule unyimi wa kumtolea Mungu sadaka. Iko wazi kabisa. Kwa sababu hubishani na watu wa TRA, hubishani na wale mifuko ya kijamii kwamba 10% yenu mnakata wapi. Mbona hiyo hubishi? Ila inapofika tu kwenye sadaka unaanza kujiuliza, hivi zaka yangu ni ipi? Na mimi nikuulize swali, TRA wanakata wapi? Toa zaka yako mahala ambako TRA mifuko ya kijamii wanakata. Huko ndiko kuliko na msingi ya vyote. Na kama tunataka kutoa zaka inayougusa moyo wa Bwana. Ngoja niongee vitu vigumu. Zaka kama ni 10%, huwezi ukaipiga hesabu nje na kila ambacho Mungu anakiita zaka kamili. Sasa sitaki kwenda huko kwa sababu leo usifundishi fungu la 10. Lakini nichotaka uone, Mungu anasema leteni zaka kamili. Yaani ile 10% yako 10 ya kipato chako, anasema uilete kwa Bwana. Angalia matokeo ya 10% ya kile ulichopata. Kumbuka una 90% zimebaki kwako. Anasema ile 10% itafanya mambo yafuatayo. Anasema Mungu itamfanya afungulie madirisha ya mbinguni. Sio dirisha. Lile neno madirisha maana yake ni mengi. Anasema na hayo madirisha yatamwaga baraka. Anaposema itamwagia baraka, manake sio kukupa baraka moja, manake zitamiminwa kwa wingi wake zije kwako. Hiyo ndio tafsiri yake. Madirisha yanafunguliwa mbinguni, yanaachilia baraka kwa kiwango cha kumiminwa, kumwagwa kwenye maisha ya kwako. Sasa angalia, anasema hizo baraka zitajaa kwako kiasi ambacho hapata kuwa na nafasi ya kutosha. Lakini chanzo chake ni nini? Ni fungu la 10. Kwa hiyo unapotoa fungu la 10 vichache, angalia vinaachilia milango ya mbinguni ya baraka kukumwagia baraka nyingi kwa kiwango ambacho hautakuwa na mahali pa kuzitunza. Hebu nikusomee hii kwenye tafsiri ya neno, utaona kuna kitu cha tofauti kidogo anachokiainisha. Hapo hapo kwenye Malaki 3 mstari wa 10. Malaki 3 mstari wa 10. Uone kwenye tafsiri ya neno hiki anachokibainisha kwenye huo mstari. Niliona kuna kitu cha tofauti kinachoweza kutusaidia kuongeza ufahamu kwenye kona hiyo. Malaki 3 mstari wa 10. Huku anasema hivi: leteni zaka kamili ghalani, ili kuwa na chakula katika nyumba yangu. Nijaribuni katika hili, asema Bwana mwenye nguvu zote, nanyi muone kama sintawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka nyingi. Angalia neno alilolitumia. Hasemi baraka chache. Kule kwenye Union Version anazungumza habari za kuwamwagieni baraka, lakini hapa anasema baraka nyingi mpaka mkose nafasi ya kutosha mahali pa kuziweka.
Nitaka uone hiyo tofauti ya kupata vingi kutokana na kutoa vichache ama vidogo ulivyokuwa navyo. Kwa maana msisitizo wangu uko hivi: unaposhindwa kutoa vichache ambavyo Mungu amekubariki navyo, ambavyo wewe unaviona ni vingi, anasema unajifungia milango ya baraka ambayo Mungu amekusudia kukubarikia vingi katika hivyo vichache utakavyomtolea Bwana. Msisitizo wangu ungekuwa hivi: ukitaka kumwona Mungu akikutendea katika wingi, fanya katika hivyo ambavyo Mungu amekupa. Fanya katika hivyo Mungu ambavyo amekubariki navyo. Hebu tuone mfano wa mtu mwingine ambaye na yeye alitoa vichache, lakini Mungu akaachilia vingi, akatenda kwa ukubwa. Wafalme wa kwanza 17 ule mstari wa 15 mpaka 21. Wafalme wa kwanza mlango wa 17 mstari wa 15 mpaka 21. Mistari mingi kidogo, lakini nataka uisome ili uweze kupata picha iliyoko ndani yake. 15 anasema, basi akaenda akafanya kama alivyosema Elia. Wasomaji wanajua kwamba hii habari ni ile Elia alipoenda kwa yule mjane wa Sarepta, alipomwambia nifanyie mkate. Sasa nataka uone kile alichokifanya huyu mjane. Anasema basi akaenda akafanya kama alivyosema Elia, na yeye mwenyewe na Elia na nyumba yake wakala siku nyingi. Ametoa sadaka ya vichache alivyokuwa amebakiwa navyo. Angalia, wakala siku nyingi. Unisikilize, ule unga na mafuta yaliyokuwa yamebaki hayakuwa yanamtosha mwenyewe mama, sembuse na mtoto. Sasa fikiri, amekuja na mtu wa tatu, lakini alipoamua kujinyima yeye na mtoto wake, akambariki kwanza mtumishi wa Bwana. Biblia inasema unga haukupungua wala mafuta, wakala siku nyingi. Lakini chanzo chake ni nini? Ni ule mkate wake aliyoupika wa mwisho kutoka kwenye unga uliokuwa umebaki kwenye kiganja cha mkono. Alipoutoa kama sadaka, ukaachilia baraka. Angalia mstari wa 16. Lile pipa la unga halikupungua, wala ile chupa ya mafuta haikuisha, sawa sawa na neno la Bwana alilolinena kwa kinywa chake Elia. 17. Ikawa baada ya hayo mwana wake yule mwanamke, bibi wa nyumba ile, akaugua. Sasa wenzetu wa Kenya mke wanamuita bibi, kwa si ukashangaa bibi sio kizee, mke wa ile nyumba. Akaugua, ugonjwa wake ukazidi, hata akawa hana pumzi tena. Angalia mstari wa 18. Akamwambia Elia, nina nini nawe, mtu wa Mungu? Je, umenijibu ili dhambi yangu ikumbukwe ukamue mwanangu? 19. Akamwambia, nipe mwanao. Akamtoa katika kifua chake, akamchukua juu chumbani mle alimokaa mwenyewe, akamlaza kitandani pake. Akamwomba Bwana akinena, Bwana Mungu, je, umemtenda mabaya mjane huyu ninayekaa kwake hata kumfisha mwanaye? Sasa nataka nikuongeze neno hapo ambalo Biblia haijaandika. Umemtenda mabaya mjane huyu ninayekaa kwake, anayenilisha chakula chake, hata kumfisha mwanaye. Hasa Biblia haijaandika kumlisha, lakini uwe na uhakika alikuwa analishwa na yule mjane. Katika umaskini, katika ujane, amelishwa. Sasa angalia mstari wa 21. Akajinyosha juu ya mtoto mara 3, akamwomba Bwana akanena, Bwana Mungu wangu, na kusihi roho ya mtoto huyu imrudie ndani yake. Tena Bwana akasikia sauti ya Elia, na roho ya mtoto ikamrudia, akafufuka. Nilichotaka uone ni hiki: mjane ana chakula chake cha mwisho. Sasa nikisema chakula uwezi ukanielewa. Mjane ana akiba yake ambayo anataka kuitumia kama chakula cha mwisho, anaitoa kama sadaka. Angalia, alipoitoa kama sadaka, Mungu akatikisa pipa lake na chupa yake, haikupungua. Kukawa na chakula, wakara siku nyingi. Lakini ilipotokea mtoto wake pia ameugua, amekufa, kilichosababisha ajibiwe sio kwa sababu Elia aliomba, ni kwa sababu alimtolea sadaka Mungu wake katika vile vichache alivyokuwa amebakiwa navyo, ambavyo vilikuwa ni akiba ya kwake. Mungu kupitia ile sadaka akamkumbuka yule mjane. Angalia, chakula hakikupungua, mtoto wake akafufuka. Fikiri angemnyima Elia hicho chakula, uwe na uhakika
kwanza chakula kisingewatosha, lakini cha pili mtoto wake angekufa, asingefufuka. Unapokunja mkono wako bila kumtolea Mungu sadaka, ni kufuri baya sana linalokufungia baraka nyingi ambazo Mungu amezikusudia kwa ajili yako. Niliwahi kusema huu mfano, nikasema mama mmoja aliyekuwa na binti pekee pale nyumbani, binti aliyekuwa anapenda kula chocolate. Siku hiyo ameenda supermarket kununua vitu vyake, mahitaji ya familia. Akakumbuka kwamba kwenye akiba ndogo aliyobakiwa nayo hajamnunulia mtoto wake chocolate ambayo ni nani anayoipenda sana binti yake. Kwa kanunua ile box nzima. Anasema ilikuwa na piece karibia, ilikuwa biskuti. Zilikuwa pisi 100. Alipofika nyumbani kwake, akaichomoa moja. Binti yake alikuwa kucheza nje, akaweka zile 99 mgongoni kwake. Alipokuja binti yake, akaambia nimerudi, nilikokuambia ninaenda, lakini nimekuletea na zawadi. Akampa ile pisi moja ya biskuti. Yule binti yake, mtoto wake, akashukuru. Alipong'ata mara ya kwanza, akameza. Mama akanyosha mkono, ishara ya kumwomba. Yule binti anaangalia ladha ya biskuti, namna ambavyo imetawala mdomo mzima, na hakula muda mrefu. Halafu anaangalia ni pisi moja, aliyemnunulia ni mama, na huyo anaomba. Kumnyima anaogopa, ila alirudisha mikono nyuma, ishara ya kwamba sikupi. Aliyenunua ni mama, aliyewaza kununua ni mama, aliyechukua akiba yake ni mama, aliyesafirisha kutoka supermarket mpaka nyumbani ni mama. Lakini binti huyu, mtoto, anaweka mikono nyuma iliyoshika biskuti, ishara ya kumnyima mama. Unajua nini kilichotokea? Yule mama akachukua lile boksi lenye biskuti 99. Akasema, mwanangu, mimi ndo nilienda supermarket, mimi ndo niliyechukua hela yangu, mimi ndo niliyekumbuka sija kununulia, mimi ndo nikanunua, nikaileta mpaka nyumbani, nimekuletea mpaka nyumbani, ninakupa. Badala ya kutoa hata hiyo yote ulionayo, ukijua mama hata nikimpa anaweza kuninunulia nyingine, unaninyima mimi mama yako ambaye nimekununulia na kukuletea nyumbani. Akasema, hizi 99 ili kukufundisha sintakupa. Akachukua, akaiweka alikoiweka. Yule binti alilia sana, akaomba msamaha. Tuache nini kilichoendelea. Ninachotaka uone ni nini? Unaposhindwa kutoa vichache ulivyo navyo, kumbe viko 99 ambavyo Mungu alikusudia kukubariki navyo, unajiwekea mpaka. Sasa ili kuvipata hivyo 99, havihitaji kuombea, kupiga simu hapa kwamba uchumi wangu umeyumba. Unahitaji kubadili mfumo wako wa utoaji wa sadaka, kutoa kwa kumaanisha kwa kumwamini Mungu wako kama Mungu alivyokuamini. Muda wetu unaenda kuliko maelezo. Kwani watu wengi sana wanakosea sana kujikuta vitu vyao vya kwanza wanavitumia wao kwanza. Wanaanzisha maisha, wanapeleka kwa wazazi wao, wanaongeza kwenye mitaji kiroho. Hilo ni kosa kubwa sana. Kwani sadaka ya vitu vya kwanza, ama kwani vitu vya kwanza kuvipata kwenye maisha yako ni sadaka ya malimbuko kwa Bwana, sio vya kwako, sio vya mtaji, sio vya kulipia kodi ya nyumba. Angalia, Habili aliushinda moyo huo, akatoa wazaliwa wake wa kwanza sadaka kwa Bwana. Usije ukadhani alikuwa haumii kwa kutoa wale wazaliwa wa kwanza, lakini alichojua Mungu kwanza, vitu vingine baadaye. Angalia kipande cha B. Habili hakutoa tu wazaliwa wa kwanza. Biblia inasema na sehemu zilizonona. Mungu atusaidie sana. Angalia Waebrania 11 mstari wa 4. Waebrania 11 mstari wa 4. Kuna kitu ninachotaka ukione pale. Tunakaribia na kuhitimisha. Waebrania 11 mstari wa 4. Angalia kilichoandikwa. Anasema kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora. Sasa lile neno bora, wenzetu wana theolojia wanalitafsiri kwa namna nyingi sana. Inawezekana ikawa ni bora kwa sababu ya mtindo aliotoa, ama ilikuwa bora kwa sababu ya namna ile sadaka ilivyokuwa. Vyovyote ilivyo, lakini nataka uone kwamba Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki. Mungu akazishuhudia sadaka zake, na kwa hiyo ijapokuwa amekufa angalia kinena. Nilichotaka uone ni hiki, kwamba kwa mujibu wa mstari huo, maana yake Habili alitoa sadaka yenye hadhi, sadaka yenye thamani.
Niliposoma Amplified Bible, lile neno bora anasema a better and acceptable sacrifice. Maana yake ni sadaka iliyokuwa bora na inayokubalika. Sadaka haikubaliki madhabahuni, inakubalika kuanzia kwenye moyo wa mtoaji. Ameitoa kutoka kwenye moyo wa misingi ipi? Kwa usije ukategemea kwamba sadaka yako inakuzwa ikipelekwa pale madhabahuni ndio inakuwa bora. Inatoka kwenye moyo wa kwako. Na ndio maana kwa Habili walikuwa wazaliwa wa kwanza na sehemu zilizonona. Ubora ulianzia kwenye moyo wa Habili mwenyewe. Kwa anapopeleka anajua nimebeba kitu chenye hadhi inayofanana na ubora wa Mungu wangu. Na hii ni alama ya kwamba sadaka ya Habili ilikuwa bora, ilikuwa yenye hadhi, ilikuwa yenye kiwango kikubwa sana. Nikiongeza hapa siwatoi leo. Muda wetu umeenda. Namba ya kutuma sadaka yako ni ile ile 0757 220 220 0757 220 220. Ninarudia kwa mara ya mwisho. Hata kama utoi, andika. Kuna wakati unaanza kusema jamani namba ya sadaka, ni kwa sababu wakati tunataja ulikuwa huandiki. Tukisema namba ya sadaka ndo muda wa kuandika. Andika namba ya sadaka 0757 220 220. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Baada ya muda si mrefu tutarudi kwenye somo letu lile la usiwanyoshe kidole masihi wa Bwana. Wacha tushukuru. Baba, katika jina la Yesu tunakubariki, tunakutukuza kwa uaminifu na wema wako. Umetupa sehemu na kipande hiki kwa kadiri ulivyotujalia tena kusogea siku ya leo. Tufundishe tunapotoa sadaka. Tusitoe sadaka kwa fundisho lisilotokana na Biblia. Wewe sio mtu wa kupewa masalia, change ama mabaki. Ni Mungu uliye wa thamani, unayepaswa kuguswa na sadaka zetu zilizo bora. Na umetufundisha na kututafakarisha kwa habari ya ubora wa vile vitu ambavyo hata sisi wenyewe tunaviona vya thamani, ndivyo tuvitoe sadaka kwako. Katika jina la Yesu mjalie mtumishi wako na msikilizaji wetu anapoenda kutoa sadaka yake, atoe sadaka bora itakayogusa moyo wako na kuleta matokeo. Katika jina la Yesu tunaomba. Amen.